So tumezungumzia kwamba katika matibabu ya kisukari kitu kikubwa cha kuzingatia ni aina ya chakula na mlo, yani the diet plan ndo kitu kikubwa sana cha kuzingatia katika matibabu ya kisukari. Ukiacha mazoezi, ukiacha dawa, ukiacha stress management, kitu kikubwa kabisa chenye 80% mpaka 80% kwenye matibabu ya mgonjwa wa sukari ni matibabu ya chakula. Hakuna tofauti kabisa kati ya mgonjwa wa kisukari anapokula chakula na mtu wa kawaida. Hivyo tumetengeneza mazoea mabaya ya kula vitu ovyo ovyo na kula vitu vyenye sumu kali kama vyakula ambavyo vina sukari kupitiliza, kwa mfano soda. Lakini kiuhalisia mtu yoyote ambaye anataka afya yake iwe njema na kujikinga na maradhi ya kisukari anatakiwa kula milo ambayo ninakushauri na anatakiwa kufatisha diet plan. So just a recap ili tuweze kukumbuka vizuri, tumesema tuna milo mikuu mitatu. Kuna mlo wa breakfast, mlo wa lunch na mlo wa dinner, au mlo wa kifungua kinywa, mlo wa mchana na mlo wa jioni. Milo hii ina specific timing. So natakiwa kula saa 1 asubuhi mpaka saa 2 kifungua kinywa, saa 6 mchana mpaka saa 8 muda wa lunch, na chakula cha jioni ni saa 12 mwisho saa 1. Ukisikia njaa baada ya hiyo milo ya saa 1 jioni, unaruhusiwa kula kitu ambacho hakina sukari sana. Tunaita vyakula ambavyo vina low glycemic index. Tunavyoendelea mbele tutajifunza glycemic index ni nini, vyakula gani ambavyo havina sukari nyingi au vina low glycemic index. Tutakuja kuzungumza hapo mbeleni. So kati ya hiyo milo mitatu tunaweza tukaongeza milo mingine miwili ambao ni katikati ya mlo wa asubuhi na katikati ya mlo wa mchana. Kuna mlo unaitwa mid breakfast au mlo wa kati au tunaita snack. Na katikati ya saa 6 mchana au saa 7 alipokula mgonjwa wa sukari mpaka saa 12 jioni wa chakula cha jioni, tuna snack nyingine inaweza ikaliwa saa 9 jioni. Saa 9 mpaka saa 10 unaweza ukala kitu chochote. So hii milo miwili ya katikati ni milo ambayo haina sukari kabisa. Inaweza ikawa ni chai ya viungo, inaweza ikawa ni maziwa ya mtindi, inaweza ikawa ni chai ya viungo ambayo imeambatana na yai la kuchemsha, lakini tunajua huwezi kufuruliza mayai kila siku unless unachemsha na unatoa kiini, kwa sababu kiini kina cholesterol. Kwa hiyo tuna hiyo milo mikuu